Utamlaumu bure Mungu wako, utalaumu wazazi wako, utalaumu ndugu zako, mpaka rafiki zako unawaonea bure. Kinachokuponza wewe hiyo tabia yako, kinachokuponza we ndugu hiyo tabia yako, kinachokuponza wewe hiyo tabia yako, kinachofanya uharibikiwe hiyo tabia yako. Kuna msemo usemao, ukitaka kupendwa ni lazima ujipende kwanza wewe. Nami nasema ukitaka kupata mema ni lazima uwe na tabia njema. Kiburi kipo juu, dharau ipo juu, halafu unataka upendwe na watu. Kiburi kipo juu, dharau ipo juu, halafu unataka upendwe na Mungu. Wewe ni mtu gani? Unatukana mpaka wazazi, halafu unataka uwe na baraka duniani. Rangi nzuri unayo, shepu umejaliwa, muonekano unao, sura umependelewa, ila kitakachofanya usiolewe hiyo tabia yako. Utu ni bora kuliko pesa, hivyo usidharau asiye nacho, kisa unacho. Kuna wakati utarogwa, pesa zitakusaidia, utahitaji mtumishi wa Mungu aje kukuombea. Kuna wakati utaumwa, utashindwa kuendesha gari, utahitaji masikini akubebe mgongoni mpaka hospitali. Kwamba wewe ni mtoto wao, wazazi wako wanajua, na kwamba kukupenda ni jukumu lao, pia wanajua, ila kinachofanya kuchukie hiyo tabia yako. Yani mpaka anakuchagua wewe, anakuja kwenu, anatoa mali, anakuweka ndani. Ukweli ni kwamba alikupenda sana, kilichofanya kuache hiyo tabia yako. Kinachokuponza wewe hiyo tabia yako, kinachofanya usiinuliwe hiyo tabia yako, kinachokuponza we ndugu hiyo tabia yako, kitakachofanya uikose mbingu hiyo tabia yako, ni hiyo tabia yako. Upendeleo udanganya, uzuri ni ubatili tu, bali mtu mwenye tabia njema ndiye atasifiwa. Ona tabia yako mbaya imefanya ushindwe kujizuia, kumsengenya mpaka mtu anayekusaidia. Ona tabia yako mbaya imefanya ushindwe kujizuia, kumsengenya mpaka mtumishi anayekuombea. Ni kweli sura itakufanya upendwe, shepu itakazia, ila kitakachofanya usiachwe hiyo tabia yako. Vyeti vitakufanya uajiriwe, ulipwe mshahara, kitakachofanya usifukuzwe kazi hiyo tabia yako. Tabia njema itakupa cheo, itakupa heshima, itakufanya upendwe hata kama una sura mbaya, itakupa kupendwa na watu wote, itakupa kuaminiwa sana na Mungu wako. Hakuna mwenye tabia mbaya atakayeaminiwa. Hivi ni mke gani mjinga anayeweza kumpa kaba amtunzie mume wake? Hakuna. Hivi ni mfugaji gani mjinga anayeweza kumpa fisi amtunzie mbuzi wake? Hakuna. Kwamba wewe ni mzazi wao, watoto wako wanajua, kukuheshimu ni jukumu lao, pia wanajua.
kila kinachofanya kudharau hiyo tabia yako. Yani mpaka anakubali, unamtolea mali, unamuoa, anakuzalia watoto. Kweli ni kwamba alikupenda sana, kilichofanya upendo uishe hiyo tabia yako. Kinachokuponza we dada hiyo tabia yako. Kitakachofanya usiolewe hiyo tabia yako. Kinachokuponza we mama we hiyo tabia yako. Kinachofanya usiheshimiwe hiyo tabia yako. Kinachokuponza we baba hiyo tabia yako. Kinachofanya udharauliwe hiyo tabia yako. Kinachokuponza we kaka we hiyo tabia yako. Kitakachofanya usiajiriwe hiyo tabia yako. Ni hiyo tabia yako. Usidanganyike, mazungumzo mabaya uharibu tabia yako. Tabia ni kama ngozi, hiyo ngozi yako huwezi kuivua kama nguo. Unamhitaji Yesu, mwambie Yesu abadilishe tabia yako. Nipe tabia njema, unamhitaji Yesu, maana huwezi peke yako. Abadilishe tabia yako, ujibadilisha tabia yako. Unamhitaji Yesu, unamhitaji Yesu, abadilishe tabia yako. Mwambie Baba, badilisha tabia yangu, mwambie Yesu.